kujiuliza ni kwa nini njia moja inaweza ikafaa kwa mtu mmoja lakini kwa mtu mwingine ikafeli. Labda umewahi kusikia mtu anauza dawa za kupunguza uzito na kuhakikisha kwamba nimemtumpa mtu fulani imemsaidia ameweza kupungua uzito, lakini wewe ulipozitumia hukupata matokeo ambayo ulitamani uweze kuyapata, na ukajiuliza, je, hivi mtu kanitapeli au kafanya kitu gani? Sasa nitapenda nikuelezee kwa nini dawa fulani inaweza kufanya kazi kwa mtu mwingine lakini kwako inashindwa kufanya kazi. Naitwa Dr. Ponda, nipo hapo kusaidia kuondokana changamoto ya kupungua uzito kwa muda wa siku 31, na hii ni episode ya pili. Hii ni episode namba 2 kati ya episode 31. Kitu cha kufanya ili kwamba tuende kwa pamoja, hakisha una subscribe hii account. Share video hizi pamoja na wenzako ili kwamba waweze kufaidika. Ukijifunza kitu usahau kucomment kwenye comment hapo, kisha nitakujibu nijue na kusaidiaje kwa ukaribu. Sasa kitu cha kwanza ambacho nitakuwa uweze kujua wakati wa kupungua uzito, ambao tulisema ni clarity, ni malengo. Wewe malengo yako ni yapi ya kupungua uzito? Unapoweka malengo yako, before hujafanya kitu chochote kile, ni lazima uanze kujiuliza why, kwa nini. Ni lazima uweze kuambatanisha kwa nini yako. Sasa ni ile unakuta kwamba mwingine anafanya mazoezi, lakini mwingine ukifanya mazoezi kidogo, baada ya muda unashindwa kufanya muendelezo. Cha kwanza, ili uweze kuwa na consistency, ni lazima uweze kujua kwa nini yako unatamani kupungua uzito. Sasa ili uweze kunielewa vizuri, mwanadamu tumeomba katika magrupu mawili. Yaani kuna urefu, kuna ufupi, kuna mnene, kuna mwembamba, kuna juu, kuna chini. Vivyo hivyo kwa mwanadamu kuna kitu tunataka subconscious mind na conscious mind. Kuna wewe wa nje na wewe wa ndani. Sasa mara nyingi unapokuwa unatumia diet, unafanya mazoezi, unatumia virutubisho, unakuwa zaidi unajikita katika wewe ambao wewe wa nje, bila kuzingatia kile kiini, ile imani, mindset ambayo ipo ndani mwako, kitu ambacho tunakiita subconscious mind. Yaani kitu ambacho natamani nikiseme ni kwamba hata kama utapata njia nzuri ya kupungua uzito, ikiwa subconscious mind yako haijakubali, ikiwa akili yako na mwili wako havijakubali kuweza kupungua uzito, ni ile kwamba utapungua uzito, lakini baada ya miezi miwili unashangaa mwili unarudi vile vile, unaongezeka uzito hata zaidi ilivyokuwepo mwanzoni. Inamaanisha nini? Ni kwamba hujautayarisha mwili, hujatayarisha akili yako uweze kukubali yale mabadiliko. So tunaenda kudili zaidi kwenye subconscious mind. Hasa ili uweze kutrigger vizuri, uweze kucapture, ili uweze kuiongoza subconscious mind yako, ile akili ya chini, psychology yako vizuri, ndio lazima uweze kuanza na kwa nini.